Salama sana kaka. Umekuaje bwana, siku mingi? Kwa fiti, umekuaje? Nimekuwa vizuri alhamdulillah, tunapambana tu pole pole. Nashukuru. Just to make sure vitu zinakuwa poa bwana. Safi safi, ni fiti. Hapo Mombasa wao tunasema tangia tupezane. Umekuaje jamani? Nasemaje hiyo? Yaani tangia tupezane since last time we met. How was everything? Mimi from last time niko salama. Nimekuwa nikifanya mambo kupigania haki ya wasanii na zaidi yote pia kuandika vitabu yani. Just to be just to be msina, yani yule mtu nataka kuinspire kujenga wananchi. Yaani nimekuwa nifanya hivyo. Hiyo ndio kazi yangu yote bro. Mazana good job sana. Nimekuwa nikiona katika social media ukifanya vitu amazing sana katika uandishi pia na kuinspire watu wengine, of which is a very good thing. Hii siku ya leo mazana, this is your day sababu there's something that great ambayo unafanya kuhusiana na Man Enough. Yes. Lakini kabla tufikie hapo kwa Man Enough, labda kuna mtu ambaye anakusikiliza kwa mara ya kwanza hivi sasa, it's first time anakusikiliza, anashangaa Safari anafanya. Safari ni nani? Who is this guy? Good. Efanta Safari. Mimi ni mzaliwa wa Nairobi. Ana mkaji wa Nairobi. Mimi ni mwanamuziki, mimi ni producer wa muziki, mimi ni video director, na tena mimi ni mwandishi wa vitabu. Yani nafanya hayo mambo yote na mimi hufanya hiyo yote tu kwa njia moja, ku-encourage, ku-inspire na ku-motivate watu. Sasa ndio Efanta Safari. Na niko kila mahali kwa mitandaoni, kila mahali. Yes. Amazing sana. Amazing. Last time tulikuwa na very good conversation kuhusiana na kutetea wasanii na kadhalika, of which tutafika hapo because for today you by the way. Lakini kikubwa kabisa ni kitu gani ambacho kimekumotivate sana Safari kwamba ukaamua bana mimi acha tu niweke thoughts zangu kwa kitabu niandike ni inspire. Unajua katika uandishi hata nyimbo ni kuandishi. So a writer is a writer. Yani kama ulikuwa unaandika nyimbo ama nini. Sasa ilifika mahali nikaona niko na message, utapata young people wanaume haswa wanapitia changamoto sana. Na ukiangalia wanaume vitu zile wanapitia, kuna mtu anaweza watetea, hakuna mtu anaweza wa encourage. Kama saa hii si tuligrow tukiambiwa mwanaume azilia, mwanaume ajiongeangi, mwanaume lazima ujikaze, lazima kuwe roho juu. Sasa nikasema ukizunguka kwa mitaa and especially hata kwa industry ya muziki, unapata sana vijana wameingia into depression, mental health, yani afya ya akili. Iko tete sana. Yani unapata wase wanaumia. Sasa hiyo ikani inspire. Nikasema acha nifanye research, nikapiga research yangu vizuri, then sasa nikaandika katika kitabu. So ile kitabu inaitwa Man Enough. Inawatia moyo sana wanaume, ingawa pia the greatest audience ni wanawake. Manake wewe mwanamke uko na mtoto wa kijana, una mume, una ndugu. So ukisoma ile kitabu inakupatia motisha ya kufanya nini? Ya kuweza ku-encourage na kuwa-inspire watu wengine. Sasa ndio ilinitia moyo nikaweza kuandika hiyo kitabu. Manake nilipitia. Kuna muda hapo tuseme hapo 2021 nilipitia mambo magumu sana. Na kikweli nikaingia into depression. Sasa so depression is a real thing. It is. Nikaingia into depression bro. Na ikaniumiza sana mahali kwa karibu, yani nilikuwa napoteza akili kabisa. But nakumbuka kuna madam moja rafiki yangu alinitembelea, kuja akaniambia nataka kukupatia A3. Moja, accept. Pili, adjust. Tatu, advance. Kubali yameenda vile yameenda. Sasa ukishayakubali hayo, anza sasa kuadjust, kubadili, yani polepole tu rudi chini. Tuseme ulikuwa milionea, umepoteza kila kitu, rudi chini, jua sasa hauna. Accept. Anza from there. Anza kupanda polepole. Then ukipanda hivyo na advance, utarudi ile kiwango uliokuwa. Lakini watu wengi wetu sana wanaume, huwa in that time tukishaingia katika hiyo shimo, tunashindwa kutoa, tunajihurumia, hatutaki kuongea, hatutaki kuaccept, hatutaki kuadvance. Sasa hapo mawazo, pressure na kuwa nyingi. Unapata na magonjwa ya pressure, unapata na stress, ulcers, na baadaye tunafanya nini? Tutakupoteza. Sasa kwa Man Enough nataka kuwatia moyo wanaume ya kwamba unaweza enda chini, unaweza achwa na mpendo wako, unaweza hata poteza mali, but still it's not the end of you. You can start again. Yes. Kuna kitu kimoja ambacho watu wengi sana wana struggle kukop nacho ama kukubaliana nacho. And hiki kitu ni accepting losses. Yani kuna mtu sahi hata akipoteza shingumi atakuwa disrupted for the next 10 hours. Yani sana wanaume, yani wanaume madam, watu wengi kuna accepting losses. How do you go about it? You see, mimi musema hivi, mimi nimegrow, wacha niseme nimegrow na secular world, sababu sisi katika familia tukua mambo ya dini sana. Sasa ni wale watu wameachiliwa. Lakini vile niliachiliwa, being the last born,
kwa familia yetu nililani kitu moja, kujipigania. So vile ndio kujipigania, being the last one, wengine walikuwa brothers nikajua ya kwamba in this life hata ukipoteza pigana tu. So mimi wanga napoteza, nikipoteza na akubali nimepoteza, naanza upya, naanza fresh. Na hiyo kitu huwa inanisaidia sana bro. Mimi wasiogopi chochote in life. Mimi hata I'm a risk taker. I can do anything. Naweza fanya chochote, naweza invest in anything, na ikipotea nasema haidhuru kwa yangu, yoacha iende, itaanza tena. Yes. I remember last time ulitengeza very long post ukaandika jinsi ambavyo ulikuja kwa repossessed gari yako. Yes. Ulikuwa na address Khalif Cairo na hizo issues ambazo anapitia. Unajua story ya Khalif ili ni affect sana kwa sababu nilikuwa naona kuna watu wanamcheka kwa mitandao. Nikajiuliza, nikasema number one, Khalif ako na skill. So hata kapo forever. Bora jiamini. Then nikasoma tweet zake zote. Nikaona zote anaji-encourage. Sasa mimi nakumbuka ndio niweze sako hiyo liona post katika social media. Ilikuwa ni wakati sasa wase wamefanya hivyo, nikakumbuka 2021 nilikuwa na gari. Okay, nilikuwa na gari mbili. Sasa lakini kuna moja nilikuwa napenda sana ya Subaru Xga. Subaru ya Mambaru. Yes man. Hii gari ilikuwa inatoka. Alafu space yake ilikuwa bigi. Alafu iko na sunroof. Imejaa yote. Hayo gari ilikuwa moto. Muziki je? Ilikuwa moto. Sasa nilikuwa na hata sikuwa na deni kubwa. Nilikuwa nimechukua mahali. Ilikuwa pengine niko na 70,000 lakini sina kulipa. Sasa siku moja bro naendesha hivi, naona Probox yangu inaendeshia mataa. Nikamwambia best yangu ito Alano, toke gari kando sio anataka nini. Tukaeka jamaa kuja kwa kioo akanosha kadi ati actioneer sijui nini. Sasa nikamwambia aje sasa gari iko possessed, we shuka. Sasa unajua gari ya mwanaume inakuwa kama nyumba. Viatu, kila kitu kiko hapo. Nguo ziko hapo, kwanza kutoa vitu zangu manzi. Tusiwe embarrassing. Ngoja kwa highway katikati. Leka kano nikatoa. Yes, gari inaenda hivyo. Hapo inaenda. It was humiliating na ilinuma sana. But kitu ambacho mimi husema na nasema niki-encourage pia Khalif. Utaimuona kwa matatu. Mimi niona kwa matatu hata hiyo siku hata moja. Nilipigana na I think within a month God alinisaidia. Tena nikaongeza marks. So it's yani life uskai give up. Hata ukipoteza nini leo, it's sio mwisho. Hapa ni series, si mwisho. Unaweza poteza chochote, mali yako, nyumba, hata huyu Rafael Tuju vitu anapoteza. Trust you me, it is not the end of him. One day he will rise again. So ukishajua hivyo kimwanaume, unasema I'm man enough. Man enough. Amazing. Lakini pia kuna kitu ambacho kwamba it's a real thing na ini pressure ambayo ipo kwa sisi young people. Yes. The Gen Zs and maybe the young millennials. Yes. Ni kwamba utapata kuna hii pressure sana social media ya success ya haraka. Yes. Kwamba mimi niko na umri wa miaka 25 but because I see a fantas 25 years old kama mimi kuna kila kitu. Kuna Audi. Yuko na Audi. Mimi niko na Mitsubishi bana. It's a real thing. It is. How do we deal with it? You know what I tell the young people? You see, maisha ni kama stairs. My young brothers and sisters, kuna vile hii generation ya Gen Zs wanataka kupata kitu overnight, but mambo ya fanani. Hata ukiangalia mkono yako iko tofauti sana ya mwingine. So kila mtu ako na siku yake. Leo huyu ndiye amepata Audi. Pengine utachukua miaka 5 lakini siku yako itafika. Ni kama vile uko kwa matatu, unaenda kwanza wanashuka, mwingine anapanda, hivyo maisha iko hivyo. So ukishakubali ya kwamba siku moja bora uwe na maono, have a vision, be ambitious, work hard, usichoke, wewe fanya bidii, siku yako itafika. Niambianga msee, one day utafika mahali ule huko. Lakini ukianza, wacha nikupatie example na ndugu yangu, maana tuna celebrate Eid al-Fitr hapa kesho, sio? Na Muislamu wetu Presenter Ali, wengi wanamjua kama blogger, alikuwa blogger, si ndio? Presenter Ali ni rafiki yangu sana. Na mimi nimemuona akiwa University of Nairobi. Kijana akafika mahali ana struggle na wengine pia ukapata bloggers wengine wameendelea kibado wako nyuma. Lakini sasa tunaongea kijana amebarikiwa. Kijana ako juu, ako na pesa yake, ako na mali yake. Sasa ange give up. I remember wakati mmoja tulikuwa tunaenda gym na yeye. And I was encouraging, namwambia Ali, unajua ni aje, one day bro utafika, usi give up. Na sasa tunaongea hivi, amefika. Pole. Umezungumza kitu ya maana sana. Kila mtu yuko na wakati wake. Kila mtu anasikia. Lakini kuna vitu vile ambavyo it's very hard to kuvitofautisha. Patience na waste time. Unajua hizi vitu mbili zinafanana. I think wasting time, patience ni wewe fanya kile unachofaa kufanya, sio? Na ungoje. Lakini wasting time, you give up, you lose hope,
unakaa tu wewe sasa, wewe jua happen, una give up, yani unakaa, you are wasting time doing nothing. So nafikiri hiyo ndio mbaya. Lakini kama wewe uko pale hujapata kwa sababu yani umeamka asubuhi, umeenda kutafuta kibarua, ikakosekana, mimi naamini hiyo iko sawa. Lakini wewe mwenyewe jua kuna kibarua, umeamua ulale, hiyo sasa nayo ni wasting time. Wow. Yes. Nzuri sana. Yop, Maria mzee, Fanta Safari ameanza na good energy na kutu encourage pale nje. Kwa hivyo vile vile unaweza connect na sisi pale kwenye Facebook @BaharaFM, wala kwa shwari sana tena zaidi. Tupate sporti kidogo, tukirudi atakuwa anatupatia insights kabisa. Huyu ni kaka mkubwa bwana, anajua sana, amekwenda katika different experiences za maisha. So ni mtu ambaye kwamba anaelewa game inakaje. So siende mbali. Hii ni BaharaFM 90.4 Mombasa na viunga vyake, 106.0 Malindi na viunga vyake. Right about now, tano mtaani. Round ya 4 na mwisho, na bado tunaendeleza conversation yetu hapa hivi na Fanta Safari ambaye kwamba anafanya vitu vingi sana kuhusiana na sanaa. Ni mwandishi wa muziki, ni mwandishi wa vitabu, ni msanii, ni producer, vile vile pia ni mmiliki wa record label na anafanya tu vitu vingi mjini. Kwa hivyo ni kaka mkubwa ambaye kwamba mwenyekiti MCSK. Mwenyekiti wewe, kwa nimesahau mwenyekiti MCSK bana. Na furahi kwa pia mlichagua pia kijana kwetu P-Day, mtu wa nguvu sana, mtu wa power sana. Baada msalimie P-Day kwa kamera. P-Day vipi ndugu yangu? Manze, thank you so much. Niko hapa kwa ajili yako ndugu yangu. Na wewe ni mtu wa maana, unatetea haki za wasanii na uendelee hivyo hivyo. Najua uko na award coming nafikiri tarehe 4 na nitakuja Mombasa. Nitatembea kwa hiyo event. Thank you P-Day. Yeah, P-Day Hurricane, big up sana, ni vitu ambavyo tunamheshimu sana. Kwa tunazungumza kuhusiana na kitabu sasa. Sasa kuna kitu cha muhimu sana ambacho ningependa pia tutakuja kuhusiana na issue nzima ya identity na purpose. Identity and purpose. Hii ni ile wewe kama mtu unajijua beyond titles and achievements. Unajua kuna mtu anashikilia kwamba kama sasa unaona mimi sababu mimi hata ni chairman. Sasa ndio naikumbuka, unaelewa? Yaani kwa sababu hiyo haimaanishi chochote. Watu wengi wanateseka kwa sababu unashikilia title na achievement zako. Kuna maisha fulani unataka kukaa. Kuna vile unataka kujiweka na hata ukienda chini unataka hiyo ndio tuingia katika stress. So hii kitabu inakusaidia ku understand ya kwamba you are different from what people see you na the way people knows you. Kuna Fantas. Sasa Fantas mwenyewe unajua bro, ama mwenyewe anaongea sasa hivi. Kuna yule Fantas mwenyewe yule. Sasa mimi ndio identity yangu. Yes. Mimi ndiye namjua. Na sasa ndio hata nikienda chini mimi siwezi ogopa. Ndio unajua huyu ni Fantas fulani. Unaelewa? Na atapigana, ni mpiganaji na atafika. Sasa knowing your purpose and identity in life. Ukishajua hiyo, you never give up. Wow. That's the first thing. Vile vile pia kama tulivyozungumza pale awali, afya ya akili ama Kiingereza ni mental health. Mental health. It's a real thing. It is. Mazee na haswa kwa mademo wanajua kujisort, lakini pia kwa watoto wa kiume nakwambia hivi sasa mwanzo sasa ukitembea sasa ni saa 10 ukishatembea mtaani Mombasa hapa utapata vijana wamekaa mtaani unga kujidunga nini wengine bashisha kila wakati, na ukitrace utapata ni issue ya akili mental. Kweli unaweza zungumza vipi kuhusu mimi vile naweza ambia vijana solution katika maisha yako haiko katika vitu kama madawa. Solution ni kujua identity yako na purpose yako katika maisha. Jinsi kila mtu ako na mkono tofauti na mwingine. Hivyo ndio Mungu alika kipaji kwa kila mtu, vipaji tofauti. Na ukiamua kufanyisha kipaji chako kazi, utapata yako. Kwa hivyo usiingiwe, unajua kuna pressure ziko, pengine ni sana pesa ndio inatuumiza. Tuongee tu kweli. Hata ukiuliza watoto huko, kama sasa ndio wanaongea ndugu yangu fulani. Leo tu mchana kabla nifike hapa. Namuelezea kuhusu ndugu yetu fulani mwanamuziki, tunaona haendi vizuri mentally. Nikamwambia huyo shida yake si mambo yote tunaongea. Nenda sasa mpe pesa. Ukimpa pesa, kisha ameponda. Unaelewa? Sasa anaizi nakuja nini? Bro, jamaa amepata demu pata ball, ametaka child support na kuna do. Wow. Kuna rent yake, kuna maisha yake yenyewe atakuendelea. Ako na wazazi nyumbani, anafaa support. Yes, na masimu zinakuja kila wakati. Wow. Ataenda wapi? So until you come back and say, hayo ni sawa. Nikifa saa hii, watoto wangu nitawaacha. Nikifa saa hii, wazazi wangu nitawaacha. Kwa hivyo acha kwanza ni deal na mimi. Mimi ndiye sina. Hata kama wanapiga masimu, I would rather block them for the meantime. Maana wanielewi, nikijijenga nitawajenga pia. You know, knowing your purpose in life, kujua umaana wako katika maisha. Ndio tuna mwanzo hapa kwa hiyo pressure kutoka simu za familia na kadhalika, ni issue ambao wanaume wengi sana wanapitia na vitu kama hivyo. Hizo wanapitia.
Bana Safari, there's a very thin line katika good masculinity na toxic masculinity. Yes. Na mimi najua kwamba kuna word information ama unafahamu wa kutosha kuhusiana na masuala mazima ya masculinity. Sijui kama unaweza dive deep into it kidogo. Unajua musema strength is not silence. Yep. Wanaume tuliumbwa tukiwa wadogo tukaambiwa kwamba wewe mwanaume nyamaza, ukiumizwa upigwe vita gani wewe nyamaza. Unakumbuka, sijui kama ulisoma, unajua wakati wangu mimi nikisoma shule kwa tunachapwa. Teacher alikuwa mwanzo anakuja na kulalisha kwa kiti hivi kwa meza bro. Viboko, si kiboko, viboko pa. Maboya tulikuwa tunalia. Wasichana walikuwa wanaruka wanalia. Hata hajaguswa tayari ashaanza kulia. Betingisha. Lakini sisi wanaume unakaza. Kabisa. Na tuligrow tukijua mwanaume strength yako ni kunyamaza. Vulnerability, yani ile kujiachilia sio weakness. Wow. Unaelewa? So masculinity, toxic masculinity, you believe you're a man. I won't even call you man enough. You're a man. You understand? That wewe unajuanga ya kwamba mimi hata nini tokee siwezi ongea. Hata siwezi hata bonga na mama yangu. Siwezi bonga hata na mtu yote. But let me tell you. The right masculinity is that one when you can sit down. Nikuja hapa hivi nikwambie, hakika ndugu yangu, napitia kitu fulani, nisaidie. Nitatokaje hapa, nimeliko katika shimo fulani, I lost my job, nimepoteza familia, nimepoteza mali yangu, nitatokaje hapa? Unaelewa? I believe that one, that's what as men we need to learn. Tusome na tukubali ya kwamba pia sisi ni binadamu. Unaelewa? Kama uko na katoto ka kijana, kafunza akiwa kadogo, kakilia wacha alie, ni mtu, ni kama yule dadake, hawana tofauti. Unaelewa? Ajue ya kwamba anaweza jiongea. Asemeje? Mimi naumia. Unaona hata mtoto akiwa mgonjwa wa kijana saa zingine ananyamaza. Yaani strong, anataka kuwa strong. Lakini sister yake anaongea. Sasa tuligrow tukiwa hivyo. So for me, katika hii kitabu ya Man Enough, I'm trying to tell people ya kwamba that toxic masculinity tuachane nayo. Let us allow men to be vulnerable. You see, like me if I have an issue, I'll talk to you. Nitakubelea. Uko wapi ndugu yangu, hakika kuna hiki na hiki. Mimi nataka tukutane tuongee mambo mawili matatu yafanyike vile inafaa. Na tutaongea. Wow. Na mimi ndio maana mimi hata nikiwa katika pressure gani bro, mimi pressure itainishika. I'm 40 years man. Na katika 40 years mimi nitajiongea. Nasikia life starts 40. Ndio imeanza. Bado mimi mtoto mdogo, mimi mtoto mchanga, sasa ninafanya kitovu. Kitovu haijakauka jamani. Neno bado ni milk. Ndio hiyo manzi. So bado mchanga huyu. Hiyo by the way ni very important lakini kuna kitu cha muhimu sana. Mazee, family comes first and family is everything. Yes. Man, fatherhood. Unaona fatherhood ipoja hasa kutoka nchini Kenya ambao kwamba siku hizi like women tuna take legacy kupiana ball na kukimbia na kuenda. Sasa wewe unakimbia unakosea. Ila kama una protect your mental health, now that's how toxic I am. Yani protect mental health ya mtu, hiyo niko toxic. Yani mimi hiyo naweza fanya chochote ndio mtu tu arudi tu sawa. Unaelewa? Maana yake akirudi sawa ataweza kujenga maisha yake. Sasa kama kuna mahali, mimi na ndugu, kama kuna mahali uliacha mbegu, kuna mtoto, saidia. Lea kama una uwezo. Lea, support. Lakini kama pengine unaona kidogo hauko sawa, inakupea pressure kidogo, unaweza ka break kiasi mpaka usimame uwe sawa. Sasa kama una uwezo hauna, break ni hivi. Kama ulikuwa umeamua kumpeleka Makini Academy, basi mtoe Makini Academy, wacha aende shule ya Kanjo ile iko hapo kwa muda. Kama alikuwa anavaa nguo 1500, mwambie uwezi afford, aingia 200 kwa muda. Unapofanya unatafuta. Lakini sasa sisi men tunataka kujiua. Tena na wadada zetu, your wife ama your partner mwenye mna co-parent na yeye pia kama na uwezo basi akusaidia, pia msaidiane, mtoto ni wewe bila masharti nyingi. Sasa shida inatokea siku hizi unapata, yani mdemu akishajua huko na mtoto wake utakipata. Yani masimu ni matext kila, yani una peace. Na sasa hizo unapata mavijana wengi wanaingia into depression juu hiyo story. Na actually into, but the question I always ask women, ameingia katika depression. Je, akifa ama akiwa mgonjwa ataweza kusaidia mtoto wake kweli? Ngumu. Ni ngumu. Kwa hivyo we support one another. Kama si ni wazazi, mtoto ni wetu. Na huyo ana katuliko sana. Huyo hana nini yote, makosa yote, huyo innocent. So sisi tushikane, tumsupport, tumsaidie akuwe vizuri kulingana na uwezo wetu.
tusiende beyond. Unajua kuna jamaa alikutana akaniambia mdemu wake amepeleka mtoi shule analipa 60k per term, na yeye ananiambia yeye hata mshahara wake hajafika 30k. Nikamwambia utajikatakata unafanya nini? Nikamwambia sasa endo uongee naye, mwambie sasa hivi una mshahara ya 30k, una current kako, una maisha yako, transport, na kula na kunywa. Basi amtoe kwa shule ya 30 ya 60, amletea 5k ama ya 2k. You know, ndio muweze kutembea pamoja, lakini pia muoneshe uko na bidii na you are willing ya kwamba wakati mambo yako itakuwa sawa, huyo mtoto atafanya nini? Ataenda shule nzuri na atakaa maisha kulingana ile babake ana afford. Sasa hiyo ndio mimi naweza encourage wanaume, na ni nzuri. It's part of man enough ya kwamba even if you separated with your spouse, mumekosana na mtu wako, ama uliacha mtoto mahali fulani, subcoparent mweze kulea hawa watoto. Maana hawa watoto si wenu, ni Mungu aliwapea. Na kama watoto ni Mungu aliwapea, alikuwa na sababu. Na msipowatafanya hivyo, sheria inasema yafanya nini? Mwalee. Yaani hii si ni lazima, but kulingana with your affordability. Yeah, true. Kidini na hata kisheria Kenya pia unafaa umlee mtoto. Hata kwa kiutu. Manzi. Unaona ni makosa sana. Mimi in fact ukiwa mwanaume na uliachilia mtoto wewe si man enough. Man enough ni ile watu wako bado na wasupport. Wow. Yes, mahali wako. Mimi na co-parent. Juzi una co-parent? Na co-parent. Mimi niko na twins. Na mama kwa kivyake na kivyangu, and we co-parent. Vizuri sana. Mimi I try my best. Juzi nimemsikia Oga Obina akisema kwamba kama una co-parent na mtu ni sharti uone watoto ndio peane support. Kama huwezi kuona watoto basi haiwezi toa support. What's your take on that? Mimi mkataa na hiyo. Sababu sheria ya Kenya kwanza haisemi hivyo. Sheria inasema kwamba wewe kama mzazi, wazazi wote wawili mnafaa kusupport watoto wenu. But sioni watoto wangu how can I support mtu? Sasa hiyo mtaongea. Na acha nikwambie, support wewe tuma support. Sababu inaenda wapi? Inaenda kwa mtoto wako. Unanipata? Juu hata ukitumia udemdo ndio anaweza kuwa kuna kachali kingine huko, lakini mtoto wako atakulia hapo hapo. Na wakati mama amefurahi ako huko na anafurahi na kijana. Sasa si akija bado watoto wamefurahi, si watoto wako wanasaidika. But still ladies should also understand. Wacha kumkataza baba mtoto watoto wake. Sababu ndio kienda kisheria ataruhusiwa waone, as long as ako of sound mind. Ako sawa, kwa sababu akili kiko sawa, ataona watoto wake. Lakini usikataze baba ama mama. Unajua pia kuna wanaume wanakana watoto. Usikataze your partner kuona mtoto wake ama watoto wake, sababu ni watoto wake na wanahitaji that support. They need that encouragement and they need that also guidance from a parental level. Wote wawili kwamba washirikiane katika maisha. Najua umesema sasa uko 40 years. Yes. Najua katika maisha kisha kuramba kidogo mambo relationships, heartbreaks. Mbaya. Unajua kama kuna kitu by the way, because me I believe Safari one of your target audience ni sisi Gen Z. Yes. Sisi definitely. Sisi ndio target audience. Na sasa sisi tuna struggle sana ku deal with relationships na breakups. Sasa unajua plus na healing kabisa. Unajua sasa kwanza hii generation, you people, do you really date? We do. I doubt. Sasa manzi unaona ka time yetu bro. Mimi kwa tafuta mdem. Namkatia wiki moja pili. Yaani before tufikirie hiyo maneno mengine. Tumetembea karibu miezi 2 tukiongea. Lakini siku hiyo ni kusimp. Si sasa. But unaona sasa nyinyi, wewe bro utatoka hapa. Tuseme kama ni mtu anatembea kwa klabu, utaingia klabu, utatoka na mdemu asubuhi, itashughulisha hiyo siku. Yaani kuna shida. Sasa si ilikuwa ile bro nakaa pale, unampanga, unaweka foundation. Ndio relation. Hiyo ni simping. Unajua kana kutaka, kama pia nakutaka ita happen. Why should I go hizo week zote miezi yote if kujenga. Sasa hii kujenga ilisha wapi? Sasa hii The end goal is serious relationship. Lakini sikina waramba bado hata baada ya kujenga. Ni kweli kinaturamba ndio, but sasa hiyo ni wasi. Hebu niambie relationship gani ya majenzi unaona inakaa sana vizuri? Zinafika za mwaka moja zinaanguka. Mkienda miezi 2 zinaanza kuwa na issues. Mwaka moja imemwagika. Unaona? At least yetu ilikuwa inasonga miaka 5, miaka 7, baada kusikia hapa inaanguka hapo. Lakini sasa ama majenzi inaenda miaka 3, ikienda hata 3 ni ngumu. 1. Unaona? Lakini what happens also because also pia wanapitia that pain ya separation na break up. The only thing mnaambianga wase ni aje, ikishamwagika yazoleki. Basi kama hamkusikizana wacha aende. Unaelewa? Anayekupenda atakaa na mwenye kupenda atafa. Unaelewa? Sasa
kama mpenzi wako umeachana, just heal, kubali. Alienda. Na wako wengi sasa hiyo ku accept sasa. Mbona si vile wako wengi? Si akienda unakubali ya bas alienda na upate mwingine na maisha yaendelee. Manake unafaa kujichunguza. Alienda kwa nini? Utaanza kujua kuna kitu ulimfanyia. Unajua watu wakiachana pande zote mbili kila mtu anaona yule ndiye mbaya. Kila mtu anafeel right. Unafaa kujichunguze moyo wako. Kama mimi niko na shida, angalia kwa nini alienda. Ukishaona shida zako, anza kuirekebisha. Give yourself time ya kurekebisha. Ukisharudi sawa, tafuta mwingine. So ukiwa sawa, leo itakaa. Amazing sana. Watu dakika 5 pekee yake hapo tumalize, lakini kabla tumalize kabisa. I know this conversation tutakuwa nayo mara kwa mara because you are so passionate about sisi young people. Yes. Unapenda sana kutumenda na kuambia mama anatusaidia. Kuna issue nzima sasa ya kukua kadi na kura na kadhalika. Wewe pia unapenda sana advocate mambo ya siasa. Niko kadi bro. Niko kadi. Yep, na young people unaambiaje kuhusiana mambo mazima ya the political space ya Kenya? Unajua kama uko umefikia miaka 18 na uko na ID, chukua voters card. Voters card ndio nguvu yako. Hiyo ndio nguvu unaweza jitetea nayo. Either utokee kwa street upige nduru, either urushe mawe, it's useless bila voters card. Na ukishachukua hiyo, lazima mbona leo nazungumzia haya because hata leo bahali nimetoka na kuzungumzia hii bado kwa kadi. Then after that, hiyo siku ya uchaguzi tokea. Sasa tulikuwa tunaulizana, Gen Z na Audi yake anatokea jaka kiu. Yaani mpaka nikafikiria nikasema serikali nafikiri kama ingetaka kila, because it's a democratic right for all their citizens, ingetaka kila mtu achaguane. So afikirie a way ndio tuweze ku bring in our young people vile unajua US it happens vile unaweza vote from your phone. Unaelewa? Maana Gen Z atakwenda kwa nyumba yake tu hapo hivyo akiwa na shisha yake na mzinga yake ametulia, ataingia tu online yake vizuri, a vote president wake, MP wake na malize. Lakini ukimwambia kakiu pengine atakuwa nayo kadi kwa kadi ndio, basi shida pale mwisho unaweza pata wakofi wenye watatokea. So it's a call to the government that if we can try to have virtual voting, because it can happen. A very good system. Inawezekana. A very good IT solution ambayo wase watatumiwa kama ni a voter, unatumiwa link. Uvotie mahali kuna vote mara moja. Ni hivyo. Na story inaisha. Na utapata the young people will be able to participate in elections. But even if it doesn't happen, Gen Z tafadhali. Chukua voting card ya area unayopenda, mahali unajua utakuwa August 26 ndio? August 26 mahali utakuwa, chukua ya hapo, katu nayo. Hiyo ni silaha yako, ndio sikutokee. Wow. Kwa dakika moja pekee kama 30 seconds kwa kamera hapo hivyo. There's a young Efanta Safari mwenye umri wa miaka 20, ungemwambia nini? Efanta Safari 20 years ningekwambia focus, follow your dreams and never give up. And wherever you went wrong, you can always rebuild. Asante sana. Thank you so much Fezi Bwari. Amekuwa Efanta Safari, ametujuza mengi sana. Hii conversation by the way tutakuwa tukikuwa nazo ili ku make sure pale nje jamani tuna ku enlighten. Usende mbali. Mimi naitwa Kika Mapenzi na hii ni Bahari FM.